Ebane, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, endelea kusubscribe na kucomment na kushare linki. Hapo unakwenda kumwona Museveni na Muhoozi ambaye ndiye mwanaye wa kwanza, ambaye watu wanasadikika kwamba ni mrisi wa Museveni. Muhula huu ni wa mwisho kwa Museveni, atamkabidhi kijiti mwanaye. Ebane, kumetokea vurumai ni baada ya Marekani kuwaonya Museveni na mwanaye kwamba waache vyama pinzani viwe huru na wasiwanyanyase wananchi. Muhoozi aliongea, sisi sio Venezuela. Aiza mimi Muhoozi, aiza baba yangu sio Maduro. Ebane, wengi wamejinadi, watu wakiongea wakisema kwamba anachokitafuta huyu mtoto wa Museveni, anatafuta kuharibikiwa. Hata uraisi anaweza akaukosa kwa sababu moja, mbona kwamba Marekani ni taifa kubwa namba 1 ulimwenguni. Sio taipu yake. Taipu ya Marekani ni China, Irane, Russia. Hao ndio watu wanaweza kumtetemesha Marekani. Lakini Uganda ambayo haijafika hata kwa uwezo wa South Africa. Ikumbuka kwamba nchi yenye nguvu, silaha, uwezo, bajeti kubwa ni nchi ya South Africa, bara la Afrika. Lakini Uganda ni nchi ambayo ni ndogo na haina uwezo wowote ule. Lakini siku zote wanasema kwamba mdomo lazima utaongea. Kama ulikuwa ujue, Donald Trump amedai kwamba amesikia kilio cha Waganda. Kuna uwezekano siku moja akajibu, maana huyu ni miongoni mwa watu ambao wamepungukiwa na akili. Viongozi ambao wanaongea na wanafanya vitendo ni Donald Trump. Amekuja kivingine tofauti na muhula wake wa kwanza. Alikuwa ni mtu wa kupenda amani. Leo hii Muhoozi ambaye ndiye mrisi wa Museveni anazidi kuongea, Trump, usinitishe, mimi sio Maduro. Wewe kama vile mtazamaji na msikilizaji, unaweza ukawashauri wananchi wa Uganda nini? Kwa sababu hapo ndipo wanakwenda kucheza sharubu za babu, ambaye Marekani sio sharubu. Marekani sasa ndiye babu. Ina maana kwamba Uganda anachezea sharubu za babu. Utawala wa Museveni unaweza ukahesabiwa, kwani Uganda haina chochote kile cha kuzuia Marekani asiingie. Uganda hana chochote kile cha kuzuia Marekani asiingie. Zipo nchi zinazoweza kumfanya Marekani asitue, sio Uganda. Lakini leo wanaendelea kujinadi na Muhoozi ambaye ndiye mrisi pekee. Huyu mwamba atakwenda kuichukulia Uganda kesi kubwa za kimataifa, kwa sababu anajikuta anaongea anachokitaka. Mtu amefanya mauaji, lakini bado anakuambia kwamba nimeua watu 22, waandamanaji 22, kana kwamba anauoga. Lakini pia wadadisi wakasema kwamba kwa uongozi na umri wa Museveni hana ubavu wa kuimprove, licha ya Museveni kuwa mwanajeshi miaka ya nyuma. Kama vile alivyojinadi, alisema kwamba yeye ni mwanajeshi na amepambana vita ya msituni, vita vya sehemu mbalimbali, ameshapitia changamoto nyingi. Kwa hivyo anadai kwamba yeye hana uoga na taifa lolote lile. Wewe kama vile mtazamaji na msikilizaji, unalipi la kushauri taifa la Uganda? Je, wana uwezo wa kumudu mziki wa Marekani? Maana wale ni wazee wa kuhamisha vifaa. Ebane, hiyo ndio inakwenda kutokea. Muhoozi anakwenda kutaka kuichukulia Uganda matatizo makubwa, na wenda na yeye anaweza kaukosa uraisi. Maana kama ni kupinduliwa, anaweza akapinduliwa na akashikwa kama vile kuku. Ebane, si juu ndio siasa inaomba mikwala iwepo, lakini tayari tambua kwamba kinachoendelea Uganda, ipo siku Trump atakwenda kujibu. Bado anajielekeza nguvu zake Irani. Basi mtazamaji na msikilizaji, endelea kusubscribe na kucomment na kushare linki. Hii ni Africa Magic.